Nilibahatika kupata mtu ambaye alikuwa na hela nyingi sana. Shai kutizama kwenye akaunti nikakuta 5,000. Usipokuwa na nidhamu nayo, na yenyewe haitakuwa na nidhamu na wewe. Nimekimbilia kuweka, yani nikawa sasa naiheshimu hata shilingi 2,000 ukiwaita watu wenye hela, basi na mimi nilikuwa natoka na hela. Naitwa Auntie Ezekiel, wengi wamezoea kuniita Mama Murua. Ni safari nyingine tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Maisha na Murua. Maisha na Murua ni kipindi chako kinachokujia kila siku ya Ijumaa saa 3 kamili. Kinakuwa tayari kabisa kwenye YouTube channel yetu ambayo inaenda kwa jina la Maisha na Murua. Usisahau kusubscribe pamoja na kulike, hata kuniwekea kicomment kidogo na kuniambia, je, umeonaje kipindi na unataka tuongeze nini? Unataka tupunguze nini? Mimi kusikiliza wewe. Niko hapa kwa ajili yenu, na mada yetu ya leo inakwenda moja kwa moja kuhusu nidhamu ya fedha. Jamani, hakuna kitu ambacho kinaweza kukufikisha pale unapotaka kwenda kama huna nidhamu ya pesa. Yani fedha inahitaji nidhamu haswa. Usipokuwa na nidhamu nayo, na yenyewe haitakuwa na nidhamu na wewe. Ukiheshimu, na yenyewe itakuheshimu. Hukiheshimu, haitakuheshimu. Kama kawaida yangu, naenda kutolea mfano wa kwangu mwenyewe, kwa sababu sitaki kusema kwingine. Mimi nimepitia yote. Nikwambia nimepitia yote, unanielewa? Yani nimepitia, kuna muda mimi nilikuwa na hela. Nilikuwa na hela kabla sijatengeneza hizo nilikuwa nishatengeneza kabla ya sabuni nadhani, lakini nilikuwa na, yani nishakupitia kwamba nina hela. Ukiwaita watu wenye hela, basi na mimi nilikuwa natoka na hela. Lakini zile pesa sikuwa na nidhamu nazo, au mtu ambaye nilikuwa naye hakuwa na nidhamu nazo, hakuziheshimu. Kwa hiyo ikafika muda na zenyewe pesa hazikutuheshimu. Kivipi? Mimi bwana, wakati naanza maisha tu, nilibahatika kupata mtu ambaye alikuwa na hela nyingi sana. Kwa hiyo yule mtu akawa straight away kanitoa maisha fulani kunipeleka maisha mengine. Kwa hiyo kulingana na zile pesa alizokuwa nazo, hata matumizi, hata maisha yangu yakabadilika, matumizi yangu yakabadilika. Yani sikuwa na nidhamu na pesa. Yani kwa kifupi, yani ndio inaitwa kutokuwa na nidhamu na pesa, kwa sababu pesa ambayo nilikuwa nayo kipindi kile, light kama Mungu angesema ananishushia sasa hivi, basi mimi ni bilionea. Kwa sababu ningejua jinsi ya kuzitreat, tayari nimejua heshima, nimejua jinsi ya kuziheshimu pesa na nifanye nini ili pesa iweze na yenyewe kuniheshimu. Lakini that time sikuwa najali. Mimi nilikuwa yani mabegi yangu yanatoka Ulaya. Sijui mafuta yanayopaka yanatoka Ulaya. Kiatu ninachokivaa kinatoka Ulaya. Like seriously, for what? Of course sawa, kuna muda unatakiwa ujipende, uvae kitu classic na nini, lakini ilikuwa ni too much. Halafu yote 9-10 sikuwa nimewaza kwenye biashara kabisa, kwa sababu sikuwa nawaza kwamba kuna siku zile pesa zitaisha, au kuna siku yule bwana ataondoka na maisha yatatakiwa yaendelee. Sikuwa na hiyo time ya kufikiria vyote hivyo. Ilikuwa yule bwana akisema mimi na yeye ni baba mpaka asubuhi. Ni sisi tunaonyeshwa watu, tukiitwa majina sisi ni tunaruka tu. Hakuna nidhamu na pesa, hakuna. Ni kutunza wanaocheza, ni kufanya nini. So unakuta kabisa hata ukikaa ukifikiria kweli, hata kama huyo Mungu anawapa hizo pesa, nyie mnazifanya hivyo, kweli ataendelea kuwabariki hizo pesa? Haiwezekani. Kwa hiyo nilipokaa kwa muda, baada ya kupita yale maisha na kwenda kwenye maisha mengine, anti huyo ikafika time sasa nikaporomoka mpaka chini. Akaunti yangu ikawa na shilingi 5,000. Nishai kutizama kwenye akaunti nikakuta 5,000. Akaunti ambayo ilishawahi kuingia mpaka $200,000. Unajua $200,000 ni shilingi ngapi? Like kama milioni 700, 800. Yani mimi nilikuwa ukiingia pale kwenye hiyo benki ambayo na benki na mimi ni mtoto ambaye pekee nadhani kwa kipindi hicho naweka hela kushinda, yani mwenye umri mdogo ndio naweka hela nyingi. Akaunti yangu inasoma muda wote, lakini sio zangu. Sina heshima nazo, na zenyewe hazikuniheshimu, hazikudumu. Ukakuta tumepoteza yale maisha. Nikaja maisha ambayo sina shilingi 100. Nikaanza kujitafuta upya. Nikajitafuta mpaka kujipata pale ambapo nikaanza biashara ambayo nimekusimulia nyuma nilianzia wapi. Baada ya kuanza hiyo biashara, ndio kuanza taratibu sasa
kuwa na nidhamu ya pesa. Nikipata shilingi 10,000 nimetunza kwenye kibubu. Nikipata shilingi 5,000 nimekimbilia kuweka, yani nikawa sasa naiheshimu. Hata shilingi 2,000 kwangu ilikuwa ni pesa, kiasi kwamba niliwahi kutunza kibubu changu kuweka hizi shilingi 10,000, 5,000 mpaka nikanunua gari. Kitu ambacho wakati niko na huyo mtu nafanya vitu vyote hivyo, sikuwa na pesa hata kujinunulia gari kutoka mfukoni mwangu, ilikuwa ni ya mtu. Lakini kwa sababu na mimi nilikuwa sina time, yani nikichukua na mimi natumia kama yeye ambavyo anafanya. Kwa hiyo ni maisha ambayo yalikuwa hayana nidhamu na pesa. Yani hatukuwa na nidhamu kabisa. So nikushauri tu wewe ambaye huna nidhamu na fedha leo, hakuna pesa itakutembelea kama hukuiheshimu. Heshimu hiyo pesa ndogo ambayo uko nayo leo, hata kama ni ndogo kiasi gani. Itunze, ifanyie biashara, iweke sehemu ambayo unajua kabisa hapa baada ya muda fulani basi inaweza ikazaa kitu fulani. Lakini ukisema hii pesa ni ndogo bwana, wewe lete ninywe, umekunywa, umelewa, umelala, umemaliza, lete sijui nile. Of course tusiache kula, tusiache kunywa, lakini tuhakikishe tunakuwa na nidhamu na fedha. Nataka niwakumbushe, tukiongelea swala zima la nidhamu ya fedha, simaanishi tu pesa yako ambayo unayo mfukoni, hapana. Hata pesa ya mwenzio unataka uiheshimu. Heshimu pesa ya mwenzio, ili leo umeenda amekusaidia, basi kesho urudi tena ikusaidie. Na maanisha umeenda sehemu umekopeshwa, kurudisha tu ile rejesho kwa wakati mwafaka ambao mmekubaliana na yule mtu, ni nidhamu ya fedha. Kutoka mtaji wako mdogo kuchanga mpaka kufika kule mkubwa, ni nidhamu ya fedha. Kwa sababu usiniambie kwamba eti una mtaji mdogo leo utaamka asubuhi mtaji wako umekuwa, hapana. Ni lazima utunze pesa kidogo kidogo kidogo, ukiheshimu kabisa mpaka kufika kule ambapo wewe unataka. Ina maana huko ni nidhamu ya fedha. Lakini vile vile nataka nikukumbushe, Maisha na Murua tuko hapa kwa ajili ya kukukumbusha tu, sisi tuna uwezo wa kukutafutia wewe mtaji, lakini wewe kazi yako iwe ni moja, kuiheshimu fedha na kuweza kuizalisha kuja kupata zaidi na zaidi. Na kupitia mtaji wako ukiweka na heshima, basi ni lazima ufanikiwe. Niko hapa utaniambia. Lakini ukiacha yote, Maisha na Murua ni kampuni ambayo naendelea kukumbusha inafanya vitu vingi sana. Kikubwa zaidi ni kukubustisha wewe pamoja na biashara yako, ili kutoka kwenye mtaji mdogo mdogo na kwenda mitaji mikubwa, kutoka kutokuwa na mtaji na kuwa na mtaji. Maisha ni yako wewe, ndio uje uchague njia gani unataka kupita, ni mshumaa ama chemli. Sisi tunakupa mwanga, wewe ndio utajua jinsi gani unajimulikia. Maisha na Murua, mwanga ni wako. Tuko hapa kwa ajili yako. Niendelee kukusisitiza tu wewe unaniangalia hapa, kipindi chako ni kipindi pendwa kabisa, Maisha na Murua. Tunaenda kukuelekeza moja kwa moja jinsi gani tunaweza kusaidiana, mitaji ya hapa na pale, kupeana maidea na kila kitu. Sisi sio wachoyo bwana. Mimi natamani njia ambazo nilipita nikuelezee leo, nikuelezee kila siku moja baada ya nyingine. Uniambie, je, wewe umepita ngumu kushinda zangu? Na je, katika hizo njia zako ulizopita, hakuna hata kisehemu ambacho umekiona kwenye maisha yangu na wewe ulishawahi kupitia? Basi jua Mungu bado anakuangalia na nafasi yako bado iko on. Lakini kikubwa zaidi, uwe unafuata haya ambayo tutakuwa tukishauriana kila siku. Jamani, kuwa na nidhamu na fedha, kuwa mtu ambaye unajua nini unataka kufanya kwenye biashara yako. Focus na biashara yako, na Maisha na Murua tutakushika mkono moja kwa moja ndani ya safari yako mpaka utakapotaka kufika. Maisha na Murua, mwanga ni wako, ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa saa 3 kamili asubuhi. Nataka nikukumbushe tu na nikuache na msemo mmoja mfupi sana. Kila changamoto ni fursa ya kukua. Usikate tamaa, kile unachokihitaji kiko ndani yako wewe. Sijui unanielewa? Kila changamoto ni fursa ya kukua. Kwa hiyo changamoto unayopitia sasa hivi ndio fursa yako ya kufika kule unakotaka kufika. Usikate tamaa. Hicho ambacho unakihitaji kiko ndani yako. So make sure unakitimiza. Timiza ndoto yako. Tuone Maisha na Murua, mwanga ni wako.